Karibu sana hapa kwetu Burundi. Amen. Asante sana. Asante. Ila nahitaji kujua ni mara yako ya kwanza kufika hapa Burundi au uliwahi kufika hapa Burundi? Ya, kimsingi ni mara yangu ya kwanza. Wow, hongera sana. Asante sana. Karibu sana Burundi. Amen. Ulipofika kwetu Burundi ni kitu gani ambacho kilikushangaza? Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Karibuni ndugu watazamaji wa Tarsis Hope Ministry TV. Tunawakaribisha popote mulipo. Kipindi cha leo ni kipindi cha neno la Mungu kama mlivyozoea kuwa na mimi Protas Tulakingiwe, wewe kumuita Mr. Polo. Majina ni mengi kama vile mnavyonifahamu. Lakini kipindi cha leo sitakuwa mimi mwenyewe, nitakuwa na mgeni wangu mheshimiwa hapa. Ni mgeni wetu kutoka nchini Tanzania, lakini tukaona tuachiwe baraka za neno la Mungu kutoka kwake kwamba Mungu wetu hapa ndani ya mjengo, ndani ya studio anatimiza. Ni siku chache zilizopita kabla ya kumfahamu, lakini nikaja kujua kama naitwa Pastor Frank kutoka nchini Tanzania. Niko naye hapa kama mnavyoona mbele yetu. Acha tumsalimie na tumkaribishe katika kipindi chetu cha neno la Mungu. Mchungaji, karibu. Asante sana. Jitambulisha kwa wale ambao ni mara ya kwanza kukusikia wala au kukutizama kwa hii TV. Amina. Ya, Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Jina langu ninaitwa Pastor Frank Simon Deheye. Ndio. Kutokea Tanzania. Natumika pale Tanzania, mkoa wa Kigoma. Ndio. Na Mungu amenipa neema, ni mwangalizi wa makanisa ya Kigoma mjini. Wow. Na Mungu amenipa neema kwa upendo wenu watu wa Burundi. Mmenikaribisha kwa habari ya kuleta habari njema za ufalme wa Bwana. Amina. Amina. Asante sana. Karibu sana hapa kwetu Burundi. Amen. Asante sana. Asante. Ila nahitaji kujua ni mara yako ya kwanza kufika hapa Burundi au uliwahi kufika hapa Burundi? Ya, kimsingi ni mara yangu ya kwanza. Wow, hongera sana. Asante sana. Karibu sana Burundi. Amen. Ulipofika kwetu Burundi ni kitu gani ambacho kilikushangaza? Watu wa Burundi ni watu ambao wana upendo. Kweli. Yaani nimeona nyuso za furaha za kupokea wageni na kuwapenda wageni. Mahali nilipofika wamekuja watu wengi waliposikia kwamba mtumishi amefika. Kabisa. Wamefika kwangu kupata huduma za maombezi na kujibu maswali mbalimbali ya kiimani. Kwa hiyo ni watu wa upendo sana. Amina. Asante sana. Warundi na Watanzania ni wandugu. Amen. Hata mimi mwezi wa 5 mwaka uliopita nilikuwa pande za Kigoma kule Tanzania. Nilipokelewa vizuri. Lazima nawe tukupokee vizuri. Amen. Asante sana. Asante sana. Karibu sana kwa muda wa neno la Mungu. Huyu ni muda wako mchungaji. Amen. Ndio. Ya, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mpendwa nitazama kupitia vyombo vyetu vya media kutoka hapa studio. Kipekee ni kukaribisha kwa dakika hizi 10 tu zinatosha kwa ajili ya neno la Bwana. Awali ya yote ni kukaribisha kwa ajili ya kongamano kubwa ambalo litafanyika, na yapo matangazo mbalimbali ambayo yanapita yakialika watu kuhudhuria kwenye kongamano hili. Nimebeba jina lipitalo majina yote. Katika dakika hizi chache tuna ujumbe ambao unasema saa ya kuinuliwa. Na tutasoma andiko letu katika Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 14 hadi wa 15. Neno la Bwana linasema, na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye.
Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa majira haya. Ninapolinena neno lako, nitumie vile upendavyo kwa ajili ya utukufu wako. Zungumza na kila mmoja ambaye anapokea kupitia vyombo mbalimbali, kupitia mtandao, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika majira haya nataka nizungumze kwa habari ya saa ya kuinuliwa. Kimsingi katika dunia tunayoishi, wapo watu ambao wamejaliwa kuwa na vipawa, wamekuwa na namna fulani ya kutunga nyimbo, na ukisikiliza zile nyimbo zina namna fulani zinawasifu mabinti wapenzi wao kwa namna mbalimbali. Lakini Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba Mungu wetu anaposifiwa, anapoinuliwa, yeye huzihirika katika sifa. Yeye huzihirika katika namna ambavyo watu wake wanamsifu. Katika dakika hizi nataka kukuambia, hii ni saa ya kuinuliwa mfalme wa wafalme. Kama watu wanaweza wakatoka jasho kwa ajili ya kuwasifu wapenzi wao, majira haya ni majira ya saa ya kumwinua Mungu aliye hai. Na uzuri ni kwamba Yesu Kristo anapoinuliwa, watu wanapona. Yesu Kristo anapoinuliwa, watu wanafunguliwa. Na katika siku hizi 3 za kuwepo hapa Burundi, ninaamini Yesu Kristo anapoinuliwa, watu wanafunguliwa, watu wanapokea uzima, watu wanapokea uponyaji. Na najisikia furaha sana kuendelea kualika watu mbalimbali ambao wanasikia, na niwaalike kuhudhuria kwenye kongamano, kwa sababu hii ni saa ya kuinuliwa. Mungu amenipa neema ya kuwepo siku 3 hizi, na nimebeba habari njema za ufalme wa Bwana. Sijabeba habari za dini fulani, nimebeba habari za mfalme wa wafalme. Kwa hiyo Yesu akiinuliwa, watu wanapokea uzima. Yesu akiinuliwa, watu wanapokea uzima. Amen. Yesu akiinuliwa, walio wako kwenye vifungo, kuna namna fulani wanafunguliwa. Amen. Na Biblia inaonyesha wazi, kila mahali alipopita Yesu alitenda mema. Amen. Ninasema Yesu yuko Burundi mahali hapa. Amen. Na anapoinuliwa kuna vitu vinatokea kwenye maisha ya watu. Amen. Na kipekee sana nataka kumuinua Mungu aliye hai. Na ninapotaja habari za uweza wake, kuna mambo yanatokea katika jina la Yesu. Amen. Hata wewe ambao unanitazama kwa kupitia vyombo hivi, nataka kukuambia Yesu Kristo anainuliwa, na anapoinuliwa unapokea uzima. Amen. Unapokea uponyaji, unapokea kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Hallelujah. Amen. Hii ni saa ya kuinuliwa. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana, maandiko matakatifu yanasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Taifa la Israeli kuna kipindi lilipita kwenye wakati mgumu, na Mungu akawa amemwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba na amweke juu. Na kila wana wa Israeli walipokuwa wanapita kwenye hali ngumu, wa kung'atwa na nyoka na baraza kila aina, kila aliyekuwa anakimbilia anaitazama ile nyoka alikuwa anapokea uzima. Sasa hili tukio lilikuwa linatabiri kwa habari ya Yesu Kristo atakayeangikwa baadaye msalabani. Na yeyote atakayemtazama huyo Yesu aliyeangikwa msalabani, upo uzima kupitia yeye aliyeangikwa pale msalabani. Ndio maana Isaya anatabiri, anasema ya kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi
tumepona. Nataka nikwambie ni saa ya kuinuliwa mfalme wa wafalme. Nataka siku hizi 3 tumuinue mfalme wa wafalme, na anapoinuliwa watu wanafunguliwa, anapoinuliwa watu wanapokea uzima. Watu wa Burundi, maeneo ya Bujumbura, nataka kuambie ni saa ya kupokea muujiza wako, ni saa ya kupokea baraka kwa Bwana, ni saa ya kupokea haja yako. Hallelujah. Na nina uhakika, unajua sizungumzi habari za watu, sizungumzi habari za manabii fulani, ninazungumza habari za mfalme wa wafalme, Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Wayahudi walimkamata, wakampiga na wakamweka kaburini, na wakaanza kushangilia wakifikiri ya kwamba wameweza. Lakini saa ya Bwana ilikuwa inakuja. Biblia inasema kakaa kaburini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 mwanaume akafufuka. Ninayo habari njema, ninamhubiri Yesu Kristo ambaye yu hai, aweza kuleta uzima juu yako, aweza kuleta amani kwenye ndoa yako, aweza kufungua vyovyote vilivyofungwa. Ninasema Yesu Kristo anainuliwa, na anapoinuliwa pokea uzima kwa jina la Yesu. Amen. Nakutabiria uzima kwa jina la Yesu. Nakutabiria amani kwa jina la Yesu. Amen. Katika biashara yako ninakutabiria uzima na kustawi katika jina la Yesu. Amen. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Najisikia kuomba kwa ajili ya wewe ambaye unanisikiliza na unanitazama. Amen. Baba, katika jina la Yesu, hii ni saa ya kuinuliwa. Yohana alisema hii ni saa ya kuinuliwa mfalme wa wafalme. Mungu mwaminifu, ninakuinua majira haya. Wapo watu ambao tayari wanalisikia neno lako na mioyo yao iko tayari kupokea. Ninasi uweza wako na nguvu ya baba huyu akapokee uzima, kwa ajili ya mama huyu akapokee uzima katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye anapitia changamoto zozote za kiuchumi, ninatangaza kustawi katika jina la Yesu. Na yeyote ambaye ndoa yake haina amani, mfalme wa amani unapoinuliwa upo uzima, natangaza amani kwenye ndoa hiyo katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye anapitia magonjwa, ni saa ya kuinuka, pokea uzima katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Nikukaribishe kwenye kongamano kubwa. Hii si ya kukosa, na usingoje kuambiwa. Hakikisha unafika mwenyewe. Kila alipopita Yesu alitenda mema. Karibu sana. Mungu akubariki. Amina. Asante sana mchungaji. Asante sana kwa neno la Mungu. Amen. Na asante sana pia kwa mwaliko wa kongamano kuanzia siku ya leo mpaka Jumapili. Amen. Nimeona umekuja pamoja na mtumishi wa Mungu mwingine hapa, ijapokuwa tu ameogopa asionekane mbele ya skrini zetu, lakini mimi siwezi kujikausha ninapomuona, kwa sababu namheshimu Mungu mzima ambaye anamtumikia. Amen. Tabidi atuambie unatualika, tutaelekea wapi? Tutaelekea wapi, nafasi gani? Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wow, tunafurahi sana kupokea mtumishi huyu. Anatoka nchi ya Tanzania. Anakuja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tunamfurahia sana. Asante. Mungu amubariki sana. Amina. Lakini kidogo mchungaji, ntaguciriye mu ijambo ngo mvuge mu Kirundi wewe kugira ubwira abarundi ahantu atubwiye igikorane kigiye kubera neza na neza na majaye, kugira bari mu Burundi bumva ni Kirundi baze kuza kwakira rino jambo Imana yaturongikiye. Murakoze cyane. Igikorane yajemwo kiriko kirabera ngaha kuri M Forest mu Kinama, aho bitwa kuri Saint Basile, ku ishengero rya Power of God. Asante. Karibu cyane. Merci. Hanyuma
no munsi niho kibera hamwe ni kuwa gatandatu hanyuma kuwa Mungu mu gatondo kizobera aho bitwa ku Musenyi mu Kibambwe haruguru y'isoko ya Musenyi. Karibu aho se turabatumiye ku mugoroba kuwa Mungu gice cyongera kibere ngaha nyene kuri M Forest mwarahezagiye. Asante sana. Nihenze ni mucarama kwibarabara M Forest hepfo y'amashuri ya Saint Basile. Ego. Kwa Profete Steve. Nawe nyene ariko bari ngaha ariko aciyafatirwa n'udukokwa kana kayirutsemwo. Birumvikana na cyane cyane ko ariko yitegura kutwakira mu kanya. Asante sana, eka dusubire hariya ku mushitsi wacu kuva mu gihugu cha Tanzania. Mchungaji, kwa mara ya kwanza kufika Burundi, napenda tukaribishe tena kwa siku nyingine kwetu Burundi. Karibu. Asante sana. Ni nchi ya amani na upendo kama ulivyoviona wewe na macho yako. Kabisa. Mnatarajia kurudi Tanzania nyuma ya muda gani kama sio siri? Tuna ratiba kamili anayo mtumishi wa Mungu na ninafikiri haiwezi kaisha wiki nzima. Kwa hiyo na siku kama 4 tu itakuwa narudi tena. Kwa kuwa yeye ndo ana hiyo ratiba, nitamwomba ubaki hapa kwetu takriban ya mwezi mzima. Ili tuendelee kufurahi. Jamani, asanteni kwa upendo wenu. Ndio. Lakini ratiba ya utumishi wangu inanibana kwa namna moja au nyingine. Asante sana acha mchungaji, nikushukuru kwa kutoa muda wako kufika hapa kwa kuhubiri neno la Mungu. Limebariki mioyo ya watu wengi. Amen. Tukaribishe tena. Asante sana. Ukifika Tanzania wasalimie watu wa Tanzania. Amina, na nyie karibuni sana. Asante. Tanzania. Karibuni sana. Asante, waambie Warundi wanawapenda sana. Amina. Asante sana. Ndio ndugu mtazamaji wetu, asante nawe kututega sikio na kutizama kipindi hiki cha neno la Mungu. Tukutane kwa kipindi kingine. Bye bye. Asante. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.